Tunapozungumzia mirathi ni nini? Kwa lugha rahisi naweza tukasema kwamba mirathi ni ule mchakato ambao wanafamilia au watu waliobaki baada ya marehemu kufariki wanavyofanya ili kuhakikisha kwamba mali za marehemu zinasimamiwa, zinagawanywa, na mwisho wa siku wale ambao ni wanufaika wake wanapata kile ambacho walikuwa wanastahili kutokana na jitihada za marehemu kipindi yuko hai. Ndio. Na kwa wale ambao walitusikiliza wiki iliyopita tulizungumzia kuhusu wosia. Nikasema kwamba wosia ni namna ambayo marehemu mwenyewe anakuwa amejipangia ni namna gani yeye atataka mali zake zisimamiwe baada ya kufariki. Sasa leo tunazungumzia mirathi. Mirathi inakuja baada ya mtu kufariki na akawa bado labda alifariki bila kujiandalia mazingira yake mwenyewe ya namna gani anataka mali zake zisimamiwe. Sasa ndugu zake kwa pamoja ndio wanakaa kikao kwa ajili ya kuamua wao ni kwa namna gani mali za marehemu ziweze kushughulikiwa. Ndio. Na hapo labda msikilizaji pia angependa kufahamu ni sheria zipi ambazo zinatumika katika mirathi hapa nchini kwetu Tanzania? Kwa hapa Tanzania tuna sheria kuu 3 ambazo ndio tunazitumia katika kusimamia mirathi ya mtu anapofariki. Sheria za kwanza ambazo zinatambulika ni sheria za Kiislamu. Yaani kwa maana ya dini ya Kiislamu. Kwa mtu yote ambaye ni Mtanzania ambaye anaishi Tanzania lakini anaamini dini ya Kiislamu, huwa tunasema kwamba atakapokufa na kama amekufa akiwa bado ana imani ile ya dini ya Kiislamu, basi mirathi yake itasimamiwa kwa misingi ya dini yake hiyo ya Kiislamu. Lakini sheria ya pili ni sheria za kimila. Sheria za kimila kwa maana gani? Kwa hapa Tanzania tuna makabila mengi sana. Na kila kabila ina tamaduni yake au ina mila zake. Sasa itategemea kama marehemu alikuwa anaishi kwa kuamini mila fulani, basi hata atakapokufa na kama alikufa akiamini mila hiyo mpaka mwisho, basi atakapokufa tutatumia mila zake yeye kwa ajili ya kuhakikisha kwamba tunagawa mali zake kwa kupitia utaratibu wa mila yake au desturi zake au kabila lake. Na ya tatu ni sheria za kiserikali. Hapa ndo unakuta na wale watu ambao hawaamini dini ya Kiislamu lakini pia waliachana na habari za kimila, ndipo wanapoangukia. Ndio tunapokuta Wakristo hapo, tunakuta labda watu ambao sio wa Tanzania, tunakuta watu ambao labda ni wapagani ambao hawakuwa na dini wala kabila wala mila ambao walikuwa wanaiamini, ndio wanaangukia katika sheria hii ya kiserikali. Ambao yenyewe sasa utaratibu wake huwa ni kwamba wanatumia sheria ya India ya mirathi ambayo ni sheria ya zamani sana. Sheria ya mwaka 1865. Nadhani unaweza kuona ni sheria ya zamani kiasi gani. Muda mrefu sana. Ni muda mrefu sana. Kwa hiyo ndio hiyo tunayoitumia ambayo Tanzania tulirithi kwa ajili ya kuhakikisha kwamba inasimamia hiyo mirathi ya serikali. Kwa hiyo kimsingi tuna hizo sheria kuu 3 katika kuhakikisha kwamba mirathi ya Tanzania inaendelea kusimamiwa kwa taratibu hizo za sheria. Ndio. Lakini haswa nini lengo kubwa la kuwepo kwa hizi sheria za mirathi? Unajua jamii yoyote haikosi migogoro. Yaani hata kama mlikuwa kwa namna moja au nyingine mnaishi kwa amani, lakini ikishatokea mtu amefariki lakini hajaacha utaratibu wa mali zake zinataka zisimamiweje, lazima sehemu moja itatokea tu mgogoro. Inaweza isitokee katika karne hiyo ya kwanza au karne ya pili, ikaja ikatokea karne ya 3 huko ndo kabuka mgogoro kuhusiana na mali ya marehemu ambaye alikufa miaka 30 iliyopita. Sasa ili kuzuia hiyo migogoro ndio wakaweka sasa hizi sheria za mirathi ili kuhakikisha kwamba watu au wananchi wanasimamia mali ya marehemu kwa namna ambayo labda kwa miongozo fulani ambayo jamii imejiwekea au kwa miongozo fulani ambayo serikali imejiwekea au kwa miongozo fulani ambayo sheria imejiwekea ili kupunguza ile migogoro. Kwa sababu kwa bahati mbaya sana kwa mali yoyote ile ya marehemu atakapokufa labda akaacha warithi wengi, hasa warithi hao wakatokea kwenye matumbo tofauti, yani labda tuseme amefariki baba, ameacha wake 3, wana matumbo tofauti. Jinsi ya kukaa kujiorganize wale watoto wa matumbo 3 na ukikuta labda ndo wako wengi labda 20 inakuwa ni ngumu. Kwa hiyo tunawalazimisha kwa sheria kwamba pale ambapo marehemu amefariki basi sheria hii iwaongoze ili tufikie mwafaka namna gani mali zake zitagawanywa kwa watu ambao ni wengi, labda wangekuepo peke yao wasingeweza kujigawa. Ndio. Na mimi hapa nakuwa nahitaji kufungua mirathi. Labda je, ni utaratibu upi ambao naweza nikatumia ili kufungua mirathi? Kwa mimi huwa nashauri kwamba inapotokea kwamba marehemu amefariki, na nikisema marehemu simaanishi baba, namaanisha mama au baba au hata kaka au dada amefariki na aliacha mali, basi ndani ya siku 3 zile ambazo tunaita kuinua matanga, yani baada ya siku 3 za kuzika kuna ile siku ya kuinua matanga, huwa nashauri familia ni vizuri wakakaa kikao
kikao hicho kitakuwa kina maudhui gani. Lengo kubwa la kikao litakuwa ni kuhakikisha kwamba kwanza wanaorodhesha mali za marehemu zote ambazo wanazifahamu zipo. Lakini pili, wanaorodhesha idadi ya warithi wa marehemu. Kipindi naongelea kuhusu swala la wosia wiki iliyopita, kwa wale waliotufuatilia, nilisema kwamba mtu anapofariki akitaka kuhakikisha kwamba mtu ambaye ni nje ya familia yake anarithi mali, basi amwandike kwenye wosia. Kwa nini? Kwa sababu sasa kwenye mirathi, ikishafika hatua ya mirathi, wategemezi ambao tunawatambua kisheria, kwanza namba moja huwa ni mke. Ndio. Mke wa ndoa. Lakini pili, huwa tunawatambua watoto wa kuzaliwa na yeye. Zamani tulikuwa hatutambui watoto wa nje ya ndoa, lakini siku hizi tunawatambua. Okay. Lakini tatu, tunawatambua wazazi ambao wamemzaa marehemu. Kwa hiyo wale wategemezi ambao wamebaki wako hai, wote watatambuliwa katika hiko kikao cha familia. Lakini tatu, watamchagua mtu ambaye anaitwa msimamizi wa mirathi. Mtu ambaye familia kwa ujumla wanaona kwamba huyu ndio atakayefaa kuvaa viatu vya marehemu ili kusimamia mali zake. Kwa hiyo wakishafanya hivyo, wataandika muktasari wa kikao, watafungua kikao kwa labda kwa sala au kwa chochote. Baada ya hapo watateua msimamizi, wataorodhesha mali, wataorodhesha warithi, kama kuna mengineyo yataongelewa, na kisha watafunga hiko kikao na watafunga huo muktasari. Kwa maana hiyo, mwisho wa siku watapata hiko kitu kinachoitwa muktasari wa kikao cha marehemu. Ukishapatikana huo, sasa yule aliyeteuliwa na familia kwa ajili ya kusimamia mirathi, yeye atakuwa na jukumu kubwa moja la kuhakikisha kwamba anapata kwanza cheti cha kifo cha marehemu. Cheti kinapatikanaje? Ndio. Kuna njia mbili. Njia ya kwanza, unaweza ukatumia tangazo la kifo ambalo labda limetoka hospitali au sehemu ambapo marehemu alihifadhiwa wakati amefariki. Lile tangazo ndio litakalotumika kulipeleka RITA kwa ajili ya kupata cheti cha kifo. Lakini kama marehemu alifia labda nyumbani au barabarani, basi utahitaji kupata barua kutoka kwa mtendaji wa kata wa kuthibitisha kifo cha marehemu ambaye amekufa katika kata yake. Yaani yule mtendaji wa kata atapaswa kuthibitisha kifo cha marehemu kilichotokea ndani ya kata yake. Kwa hiyo kitachukuliwa hiyo barua, itapelekwa katika ofisi za RITA kwa ajili ya kupata cheti cha kifo. Baada ya huyo msimamizi wa mirathi kupata cheti cha kifo, ataunganisha kile cheti cha kifo pamoja na ile muktasari wa kikao cha familia, ili sasa aende mahakamani kwa ajili ya kuomba kupata usimamizi wa mirathi. Kwa nini mahakamani? Kwa sababu ndiyo taasisi pekee inayoweza kumpa mtu usimamizi wa mirathi. Yaani familia haiwezi kuteua msimamizi wa mirathi, ukoo hauwezi kuteua msimamizi wa mirathi. Sawa, lakini ni mahakama tu ndio yenye uwezo wa kuteua na kutengua msimamizi wa mirathi. Kwa hiyo akishaenda kufungua sasa yale maombi ya usimamizi wa mirathi, kitu kinachofuata atapaswa sasa kutangaza kwamba mimi ndio nimeomba usimamizi wa mirathi, ili kama kuna pingamizi basi mtu alipeleke. Ila kama hakuna pingamizi, basi mahakama itampa cheti cha usimamizi wa mirathi, na pale sasa ndo majukumu yake ya usimamizi wa mirathi yatakapoanza. Ndio. Na je, labda kuna umuhimu wowote wa kumpata msimamizi wa mirathi? Kuna umuhimu mkubwa sana. Kwa sababu kwa sheria za Tanzania za mirathi, tunachotambua sisi ni kwamba anapokufa mtu, mali zake haziruhusiwi kuuzwa kwanza. Pili, haziruhusiwi kugawanywa. Tatu, haziruhusiwi kukodishwa, wala haziruhusiwi kurithiwa bila uwepo wa msimamizi wa mirathi. Kwa sababu msimamizi wa mirathi ndiyo mtu pekee kisheria mwenye nguvu ya kuuza, ya kugawa, ya kupangisha au kukodisha mali ya marehemu. Kwa hiyo kama ikitokea marehemu amefariki, alafu mali zake hazijatafutiwa msimamizi wa mirathi kwa ajili ya kuifanyia kazi hiyo ya kugawa kwa warithi wake au kuuza au kukodisha, basi yoyote yule atakayefanya kazi hiyo, ina maana atakuwa anafanya kazi batili. Kisheria sisi tutakuwa tumtambui mtu yoyote, hata kama ni mrithi, kwamba amefanya kitendo cha kuuza ardhi ya marehemu kihalali kama hakuna msimamizi wa mirathi. Kwa hiyo kuna umuhimu mkubwa sana. Ndio. Tumeona kuna mivutano mikubwa ya hapa na pale kwenye swala zima la mirathi baada ya kuwa marehemu amefariki na ameacha mali. Mwingine anaweza kaibuka mke akataka kusimamia ile mirathi. Je, labda sasa ni nani ambaye anaweza kuwa msimamizi wa mirathi? Kisheria mtu yeyote yule mwenye umri kuanzia miaka 18 anaweza kuteuliwa kuwa msimamizi wa mirathi, ili mradi tu awe ana uwezo wa kufanya hivyo. Lakini kama nilivyotamka mwanzoni kwamba msimamizi wa mirathi anateuliwa kwenye kikao kile cha familia, kikao cha marehemu, kikao cha kuandika muktasari wa marehemu. Sawa. Katika kile kikao, wanafamilia wao ndo wataona kwao ni nani ambaye ana utashi, ni nani ambaye ana busara, ni nani ambaye ana uwezo wa kusimamia mirathi ya marehemu. Hii inaweza ikawa mke wake, na mara nyingi huwa tunashauri awe mke wake, kwa sababu ndio mtu ambaye wamechuma naye mali labda au wamezaa naye watoto. Kwa hiyo tunashauri iwe mke wake. Lakini kwa sehemu ambapo labda kuna
yule aliyefariki labda alikuwa na watoto wa matumbo mengi, basi tunashauri angalau kila tumbo litoe mwakilishi wake. Either kwa upande wa mama yao ndo awe mwakilishi wa hiyo familia au mtoto mmoja anateuliwa. Lakini kama ikionekana kwamba wote hao wameshindwa, lakini kuna mtu ambaye ana busara zaidi ambaye labda ni kaka wa marehemu au ni dada wa marehemu, basi anaweza akateuliwa huyo kwa msimamizi wa mirathi. Lakini kama wote itaonekana kwenye familia hakuna hata mmoja ambaye ana uelekeo, basi serikali inaweza ikateua mtu wake. Anaweza kawa mtu kutoka mahakamani au anaweza akatoka mtu katika serikali kwa ajili ya kuhakikisha kwamba anasaidia katika kusimamia mirathi ya marehemu. Katika kipindi ambacho kilipita kilichokuwa kinahusiana na wosia, tulizungumzia kwamba wosia anaweza kuandika marehemu juu ya mrithi wa mali zake ambazo zinabaki baadaye kwa tayari amepoteza maisha. Utofauti uko wapi hapa kati ya msimamizi wa mirathi na mrithi? Tofauti ya msimamizi wa mirathi na mrithi ni moja tu, kwamba msimamizi wa mirathi anaweza pia kuwa mrithi, lakini sio warithi wote ni wasimamizi wa mirathi. Nadhani naeleweka nikisema hivyo. Kwa maana gani? Kwamba mtu yoyote yule ambaye anateuliwa kuwa msimamizi wa mirathi anaweza kuwa mrithi. Yaani kwamba mke yule anaweza kuwa ni mrithi wa mali lakini akawa pia msimamizi wa mirathi. Sawa. Mtoto wa marehemu anaweza kuwa ni mrithi wa mali lakini akawa pia msimamizi wa mirathi. Lakini sio lazima warithi wote wawe wasimamizi wa mirathi. Kwa maana ya kwamba marehemu ameacha watoto 20. Sawa. Ni lazima achaguliwe mmoja ambaye ndio atasimama na kuvaa viatu vya marehemu kwa ajili ya kugawa mali kwa wale watoto wenzie 19. Kwa hiyo sio wote 19 lazima wawe wasimamizi wa mirathi, lakini mmoja anaweza akateuliwa kutoka kwenye warithi kwa ajili ya kuwa msimamizi wa mirathi. Lakini tofauti kubwa pia nyingine ni kwamba watu wengi wao wanachanganya. Mahakama inavyomteua mtu kuwa msimamizi wa mirathi, wengi wanadhani yule sasa ndo amepewa sasa urithi wa marehemu, yeye ndo atumie. Imekuwa ikileta chuki sana. Na huwa inaleta chuki kubwa.